Ninaitwa mchungaji Emmanuel Joseph Luhemeja, ni mchungaji kiongozi wa pastoreti ya Irunda, lakini pia ni katibu wa idara yetu ya elimu ya Kikristo dayosisi yetu ya Geita. Tuko hapa Geita, kanisa la Uaskofu hapa Jeriko. Tunaendelea na mashindano ya watoto, tunaita kongamano la kuibua na kukuza vipaji vya watoto. Na hapa tuna watoto wanaofanya, kuna watoto wa kipaji cha kuhubiri, wapo watoto wanaofanya wenye kipaji cha uimbaji, kipaji cha kusoma Biblia kwa ufasaha, tuna kipaji cha kukariri mistari, lakini pia tuna kipaji cha upanga. Tunamtukuza Mungu kwamba watoto wanafanya vizuri, wameandaliwa toka ngazi ya local church ambayo tulifanya mwezi wa 8 kwenye local church zetu, lakini pia mwezi wa 9 tukafanya kwenye pastorate, na mwezi wa 10 tumefanya ngazi ya jimbo, na mwezi huu wa 11 tuko hapa Geita kwenye ngazi ya diocese, na tunatarajia mwezi wa 12 tutakuwa ngazi ya makao makuu, ngazi ya kitaifa. Tutakuwa pale Mwanza tukapeleka watoto ambao watafanya vizuri hapa na kuonekana wameshinda. Lakini kiukweli tuko hapa tukiendelea kuwasaidia watoto, kuendelea kuibua vipaji vyao, kufahamu kila mtoto na kipaji chake, na kwa lengo la kuweza kuviendeleza vipaji hivyo ili viweze kuwasaidia baadaye katika maisha yao. Ni kweli kwamba kila mtoto aliyeletwa na Mungu duniani, Mungu amempa kipaji ambacho anapoendelea kukitumia kinaweza kikaendelea kumsaidia yeye na kumuimarisha kwenye maisha yake. Na sasa tumeona kama kanisa kuweza kufanya program hii itakayoweza kuwasaidia watoto kufahamika kwamba ni vipaji gani ambavyo wanavyo. Lakini hii pia inamsaidia mzazi kuweza kubaini mtoto wake amuendeleze kwenye eneo lipi, kwa sababu kama atakaa tu hajui kipaji cha mtoto wake inampa shida namna ya kumuendeleza. Lakini ukifahamu kipaji cha mtoto wako inakusaidia namna ya kumuendeleza mtoto wako, kwamba ni njia ipi anapaswa kuipitia ili aende kwa usahihi na baadaye afikie lengo ambalo Mungu amekusudia kumfanyia au kumpatia huyo mtoto. Kwa hivyo niendelee tu kutoa wito kwa kweli kwa wazazi kwamba leo tunamaliza hapa ngazi ya diocese, lakini kumaliza shindano hili au kongamano hili ngazi ya diocese, tunaanza kujiandaa kwa shindano lingine au kongamano lingine la mwaka ujao 2026. Kwa hiyo wazazi, viongozi wa kanisa na watu wote wanaohusika popote ambapo wataweza kusikia sauti hii, ni waombe tu kuweka au kutoa kipaumbele kwenye jambo kama hili, kwa sababu ni muhimu sana kufanya hivyo ili kuweza kuwasaidia watoto, lakini pia kuweza kubaini ni kwa namna gani tunaweza kuwaendeleza watoto. Ni kazi kubwa na ni jambo gumu mno kumuendeleza mtoto kwenye kipaji ambacho huelewi kwamba anaelekea huko. Unamuendeleza kwenye eneo ambalo pengine haelekei, na ndio matokeo anafanya vibaya, hafanikiwi. Kumbe tatizo ni kwa sababu tu aliendelezwa kwenye eneo ambalo sio mtazamo wake au sio kipawa chake. Kwa hiyo unapobaini kipaji cha mtoto inakusaidia kuweza kumuendeleza kulingana na kipaji chake alichopewa na Mungu, na sasa atafanya vizuri kwa sababu unamuendeleza kwenye eneo ambalo yeye linagusa ubongo na fahamu zake. Kwa hivyo niendelee kutoa wito tu kwa wazazi na viongozi wa kanisa kwamba tuwaachie watoto, lakini pia tufanye maandalizi hayo mapema, na kwa mwaka ujao kila eneo wafanye vizuri kuweza kufanikisha zoezi hili. Kwa mwaka huu tumekutana na tumepata uwakilishi kutoka majimbo kadhaa. Kati ya majimbo yetu ya diocese ya Geita, majimbo yote 27 tumepata tu kwa uchache, tuna majimbo 13. Hayo ndiyo yameweza kuleta watoto, lakini niendelee kutoa wito hata kwa majimbo mengine, kwa viongozi wa kanisa kwamba wasimamie hili, hasa viongozi wa idara yetu ya elimu ya Kikristo wakishirikiana na idara ya watoto huko waliko, wafanye kila linalowezekana ili angalau kila jimbo liweze kufanya kongamano hili kwenye ngazi ya local church, ngazi ya pastorate, ngazi ya jimbo, na hatimaye kufikia mwezi kama huu mwakani walete watoto hapa wafanye, na baadaye wanaofanya vizuri waende ngazi ya kitaifa. Lakini pia kwa namna hiyo watakuwa wameelewa mtoto anaelekea wapi ili waweze kumsaidia kulingana na anakoelekea. Asante sana.